Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru, asante kwa neno lako, asante kwa muda huu ambao Bwana unaachilia neno lako. Mioyo yetu iko tayari kusikia kutoka kwenye neno lako. Tuko tayari kupokea neno la wakati, neno la majira. Mungu wetu, mioyo yetu tunaweka tayari, masikio yetu yafungue, macho yetu yatiwe nuru, tupate kusikia, kupata kuona, tupate kufunguka katika kila ambacho kilikuwa kimefunga, tupate kufunguka katika ufahamu, katika maarifa, na kila eneo ambalo la maisha yetu linahitaji wewe kuingilia kati, kwa sababu katika neno lako ulisema walikulilia katika shida zao, nawe ukalituma neno lako likawatoa katika maangamizo yao. Ukatuma neno lako likawaponya. Sasa Bwana, nakushukuru kwa kuwa nguvu zako ziko mahali hapa. Utatuwezesha kusikia neno lako katika majira haya, katika wakati huu. Tunatiisha kila kitu katika utawala, tunatiisha kila kitu katika mamlaka ya Yesu Kristo. Kila mawazo yote yapate kumtii Kristo, kila fikra yapate kumtii Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Mungu ni mwaminifu sana, ametuwezesha kuwepo mahali hapa siku ya leo. Kila mmoja ni shuhuda wa yale ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Great. So kusoma kitabu cha Wafilipi, unaweza ukanakili tu au ukafungua kitabu cha Wafilipi. Wafilipi sura ya 2 inazungumzia kuhusiana na jinsi gani Yesu alivyotupatia ukombozi kwa yeye mwenyewe kujinyenyekesha. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba hapa, sema alilipa gharama, alilipa deni, na hiyo inatupa kabisa picture ya kuelewa jinsi gani Mungu ametuthamini sisi kama watoto wake, ametuthamini sisi kama yeye mwenyewe. Ilimchukua yeye mwenyewe kutoa uhai wake, akautoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Biblia inasema yeye aliyekuwa yu namna ya Mungu aliona ile hali ya kuwa kama Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, bali alijinyenyekesha mpaka mauti ya msalaba. Haleluya. Amen. Alijinyenyekesha mpaka mauti ya msalaba, na hivyo akaweza kutupatia sisi kitu cha thamani kubwa sana ambacho hamna mtu angeweza kufikia gharama ya uthamani huo. Hamna mtu angeweza kufikia value hiyo, kuweza kukomboa ulimwengu mzima au kumkomboa mtu mmoja ambaye mimi na wewe hapo tuliopo mahali hapa. Kwa hiyo ukiona vile, soma hiyo wa Filipi, wacha tusome kidogo afu tuelewe, afu ndo tutaendelea na neno la Mungu. Kwamba thamani ya wewe hapo, nilizungumzia last week kwamba thamani ya wewe kama muamini, thamani ya kanisa, thamani ya mtu mmoja mmoja ilikuwa ni thamani kabisa ya Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe aliamua kuvaa mwili, akaja katikati yetu, akaishi, akachukua namna ya utumwa. Alipochukua namna ya utumwa, akajitoa, akafa, akazikwa, siku ya 3 akafufuka. Kusoma hiyo Wafilipi Wafilipi 2 Wafilipi sura ya 2 mstari wa 4 na kuendelea kidogo. Inasema mstari wa 5 actually. Inasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa,
akawa ana mfano wa wanadamu. Alitwaa mfano wa wanadamu. Huyo Yesu alitwaa mfano wa wanadamu, yani huyo mwenye namna ya Mungu. Yeye aliyekuwa, ambaye ukisoma kitabu cha Mwanzo anasema na tumfanye, yeye alikuwa katika hilo jopo na wanasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Yeye aliona hiyo namna, hiyo hali, ile hali ya utukufu wa Mungu pale kwenye splendor, kwenye ile hali ya uungu. Sio kitu cha kushikamana nacho. Kwa nini? Alikuona wewe una thamani ambayo Mungu aliyokuumba nayo mwanzo. Sasa alikuja kukomboa na kurejesha kilichopotea, kurejesha ile nafasi, kurejesha ile uthamani ulionao. Asema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Umeona? Ile mauti ya msalaba, hiyo yote anamtafuta mtu, anakutafuta wewe, anamtafuta mtu kumrejesha kwenye nafasi ile alionayo, aliyokuwa nayo hapo mwanzo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwa machoni kwa Mungu wewe una thamani. Biblia inasema katika Yohana 1 inazungumzia kuwa Yesu alikaa katikati yetu. Alipokaa katikati yetu akaishi, anasema alikaa, neno akakaa katikati yetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu, amejaa neema na kweli. Umeona? Yani yeye alichukua nafasi, akaja akakaa katikati ya watu, akachukua ile nafasi ya mtu, akaweza kukaa kwenye nafasi yako ili yeye akupe nafasi yake. Unaweza kuona uthamani wa mtu ambaye amempokea Kristo. Ndio maana ikisema katika Yohana hiyo 1 anasema bali wote, Yohana 1:12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu. Aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile alichokuja kukifanya. Alikuja kuunganisha ile nafasi iliyokuwa imepotea mwanzo. Ule uhusiano uliokuwa umepotea, akaurejesha, akaufanya uwepo pale. Haleluya. Kwa hiyo wewe kama wewe una thamani ambayo Mungu mwenyewe ilimchukua aje avae mwili, aje akae katikati yetu, ateseke, abadilishane, alafu akupatie wewe ile nafasi iliyokuwa imepotea kwa kulipa kwa ukombozi. Kwa hiyo gharama kubwa iliyotoka ni kwa ajili ya uthamani, au ni kwa sababu ya uthamani uliokuwa nao wewe. Wote tunajua kabisa, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo inasema alimnunulia watu wa kila kabila. Yani alifanya ukombozi kwa kufanya ukombozi, yani kwa kufanya redemption. Alienda akalipia gharama iliyokuwa inadaiwa. Deni lililokuwa linadaiwa akalilipia ili yule aliyekuwa anadaiwa awe huru. Hiyo ndo nafasi ambayo mtu ameipata mbele za Mungu. Mungu amekuona wewe una thamani kubwa sana kuliko hata dhahabu, kuliko hata vitu vinavyoharibika. Biblia inasema hatukukombolewa mara ya pili kwa mbegu iharibikayo, bali mbegu isiyoharibika, neno la Mungu ambalo ndio huyo Yesu Kristo. Aliona wewe una thamani ya kwa kitu kisichoharibika. Dhahabu inaweza ikaharibika with time. Vitu ambavyo vina thamani ambayo inaweza ikapungua, ikashuka. Alitoa damu yake mwenyewe, alitoa uhai wake mwenyewe kuweza kukupatia wewe uzima wa milele, kukupatia wewe uzima usio na mwisho, kukupatia wewe nafasi ya kiungu hapa duniani. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tangu sasa elewa kabisa kwamba Mungu hakukukomboa wewe kwa kitu kidhaifu. Ungelikuwa mdhaifu, ungekuwa mtu ambaye huna thamani, usingelifaa. Mungu angeonaje sasa? Ungetoshaji wote. Sisi tunajua sasa hivi utaka kununua kitu, unaenda kununua kile kitu kwa thamani ya kile kitu kilivyo. Ndio maana unaenda ukitajiwa bei zaidi,
Unasema wewe utaniuziaje hicho? Kwa sababu umekipimia thamani, ukaona kile kitu hakifai wewe kuuziwa vile. Kwa nini? Kwa sababu naweza nikakipata hiki sehemu nyingine na nikaweza kuendelea na maisha. Lakini wewe haiwezekani mtu aseme umeokolewa kwa damu ya thamani, hata mimi naweza nikafanya hivyo. Hamna mtu ambaye ameweza. Biblia inasema pendo kuu namna hii ambalo mwanadamu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine au kwa ajili ya rafiki. Katika Yohana wa kwanza 3, Yohana wa kwanza 4, Yohana wa kwanza, kwenye zile zote zile unaweza ukaona kwamba jinsi gani tunaweza tukalitambua pendo. Of course hiyo ni 3:14, 15, 16 inazungumzia kwamba tunagundua kwa jinsi tunagundua pendo lilokuwa. Yohana 3:16, Yohana wa kwanza 3:16 inasema kwa namna hii tumegundua pendo ambaye mtu aliutoa uhai wake kwa ajili ya wengine, nasi imetupasa sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Umeona? Kwa hiyo unaweza kuelewa kabisa uthamani ambao Mungu ametupatia sisi, uthamani ambao Mungu ameuweka tayari kwenye maisha ya kila moja, ni uthamani ule wa neno au wa Yesu Kristo, wa uhai wa Mungu mwenyewe kwa ajili yetu. Na siku ya leo nataka uone kabisa kwamba Mungu hakufanya hivyo afu akuache uteseke. Hakufanya hivyo afu akuache uangamie. Hakufanya hivyo afu akuache tu upotee. Alifanya hivyo kimakusudi ili kusababisha jambo fulani litokee. Yaani kusababisha kulinda ule uthamani uliokuwepo, kulinda ile nafasi iliyokuwepo. Haleluya. Mungu alikukomboa kwa thamani kubwa ili kulinda ile thamani. Yaani kitu kikiwa na thamani kubwa kinalindwa kulingana na thamani yake. Haleluya. Kitu kikiwa na thamani kubwa kinalindwa kulingana na thamani yake, kinatunzwa kulingana na thamani yake. Dhahabu iliyopatikana ikatengenezwa vizuri, ikihifadhiwa, inahifadhiwa kulingana na thamani. Kama ukienda kwenye yale maduka ya vitu vya thamani, zile kwenye zile yale maduka makubwa ya vitu vya thamani, utagundua kabisa kwamba yale maeneo hayakai hivi hivi tu. Ukuti tu kama duka linaloingilika vyovyote. Kuna ulinzi pale, kuna mitambo ya umeme, kuna vitu kibao, kuna cameras, kuna buttons. Yaani kukitokea chochote button wanabonyeza walinzi wale wana nini, kwa sababu ya uthamani wa vitu vilivyopo pale ndani, uthamani wa kile kitu. Mungu hawezi kukomboa kwa thamani kubwa kiasi hicho afu akakuacha uishi tu casually, uishi tu kawaida, uonekane hauna thamani, hauna tija. Lakini watu kwa sababu wamekosa maarifa ya kujua jinsi gani Mungu anawatazama, watu kwa sababu wamekosa kujua utambulisho wao, uthamani wao, watu wa Mungu wengi wanaangamia. Watu wa Mungu wengi wanateseka isivyo na sababu, unnecessarily. Kwa nini uteseke wakati Mungu tayari amesababisha kitu kikubwa sana? Je, unadhani uponyaji una gharama kubwa kuliko uhai wa Kristo? No. Ukigundua thamani ya kile kilichokukomboa au kikombozi chako iliyokukomboa, utagundua uponyaji unakuwepo kwenye package, kwa sababu lazima kilichotafutwa kwa thamani kubwa kitunzwe kwa thamani kubwa hivyo hivyo. Lazima kilichopatikana kwa thamani kubwa kitunzwe kwa thamani kubwa hivyo hivyo. Haleluya. Haleluya. Ndio maana afya kwa mtu wa Mungu ni kitu ambacho Mungu amekiprovide. Tuna afya ya kimungu, tuna uzima wa kimungu, tuna supply ya kiungu. Wewe uliyezaliwa mara ya pili hauishi tu kama mtu mwingine. Wewe uliyezaliwa mara ya pili unatakiwa kukipata ufahamu huu, uelewe kwamba wewe sio kama watu wengine. Wewe ni wa kiungu. Wewe unaoperate, wewe unalindwa, unatunzwa. Ndio maana neno wokovu ni neno jumuishi, ni neno ambalo linakuhakikishia kulindwa, kutunzwa, kufunguliwa, kuhifadhiwa, inakuhakikishia vitu vyote. Neno wokovu, zawadi ya wokovu, the gift of salvation. Na hiyo imekuhakikishia, nasema wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu, ndio house. Afu baadaye kuna sehemu nasema waliompokea sio kwa mapenzi ya wanadamu,
Na sisi tumepokea kitu kikubwa sana, inaitwa uzima wa milele. Anasema wote wasiangamie bali wawe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, Yohana 3:16, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wokovu unaupata zawadi, unapata zawadi ya uzima wa milele, uzima usioharibika. Unapoelewa ukweli wa neno la Mungu, ule uzima ulionao unaanza kufanya kazi. Iko hivi, mtu alichonacho akielewa jinsi kinavyofanya kazi, anaanza kuwa mnufaika wa kile alichonacho. Tunavyosikia neno la Mungu na kile tulichonacho, tunaanza kuwa wanufaika wa kile Mungu ambacho amekisema kwenye maisha yetu, kwamba uzima wa milele sio kitu ambacho tunakisubiria. Tulisoma kwenye masomo yale yaliyopita katika kitabu cha Yohana wa kwanza kile, nadhani sura ya 4, inazungumzia kwamba nasema, watoto wadogo nimewaandikieni nyinyi ili mpate kujua kwamba mna uzima wa milele. Mnao, sio mtakuwa nao, mnao uzima wa milele. Kwa kila mmoja anao uzima wa milele. Huo uzima sio utakuja kutokea, tunao sasa. Tunapoelewa, tunapopata ufahamu wa neno la Mungu, ule uzima wa milele unaanza kufanya kazi. Package yake inaanza kufanya kazi. Tunaanza kufanya kazi. Haleluya. Utagundua katika vifurushi vya simu, unapogundua umenunua kifurushi fulani cha simu, hizo packages, bundle packages, utagundua hauna tu zile normal texts, hauna zile message za kawaida tu, unaweza kupiga na simu. Utagundua tu hauwezi kupiga tu simu ya kawaida, unaweza kupiga simu ya kimtandao ya labda ya WhatsApp, kwa sababu una nini? Una zile packages za internet. Umeona? Utagundua yani kuna vitu vingi kwenye ile bando. Na ndio hivyo pia hata kwenye ile handset ambayo uko nayo, kwenye hiyo simu uko nayo, utagundua, ukiweza kugundua kila kitu kinavyofanya kazi kwenye simu yako, utaweza kuwa mnufaika wa vitu vyote ambavyo ile simu ilitengenezwa kuwa navyo. Kwa hiyo mtu alizaliwa mara ya pili ametengenezwa na vitu na uwezo mbalimbali. Kwanza ana God's ability, ana uwezo wa kimungu. Uwezo wa kimungu uko ndani yake, nguvu ya kimungu iko ndani yake. Ukisoma katika Efeso 3:20 anasema, atukuzwe Mungu, atukuzwe yeye awezaye kutenda mambo makubwa kuliko tuyawazayo au tuyaombayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kumbe kuna nguvu inatenda kazi ndani yetu, lakini usipoelewa nguvu inayotenda kazi ndani yako, utakuwepo kama kawaida tu. Haleluya. Kwa hiyo ufahamu wa neno la Mungu unakufanya uelewe vitu ulivyo navyo. Ndio utaelewa kwamba kwenye andiko lingine nasema kwamba vitu tulivyopewa na Kristo bure. Vipawa tulivyopewa na Kristo bure tuko navyo. Na kwenye sehemu nyingine kwenye Wakorintho anasema, basi msijigambe kwa sababu mna nini, mna hiki. Anasema lakini jigambeni au fanyeni mjisifu kwa sababu mnaye Kristo, kwa maana vitu vyote ni vyenu. Hauhitaji kujisifu kwa sababu una kitu hiki una hiki. Kama kuna kitu cha kujisifu, ujisifu kwa sababu unaye Kristo, kwa sababu ukiwa na Kristo vitu vyote ni vyenu. Vitu vyote ni vyenu. Vitu vyote. Sasa utaanza kujiuliza, vyote kweli? Ni vyote. Kwa kadiri unavyozidi kugundua ndani ya Kristo vile vyote ulivyo navyo, ndivyo unaweza ukawa mnufaika. Haleluya. Twende kitabu cha Isaya ili tuweze kupata pale neno la leo. Isaya 43. Isaya 43 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema hivi, lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Sasa lile neno kuhuluku ukilisoma katika Biblia ya Kiingereza inasema aliyekuumba. Na hili neno aliyekuumba ni lile neno aliyekutengeneza, he who formed
aliye kwa sababu mwanadamu aliumbwa afu akatengenezwa na Mungu. Ukisoma katika utafungua, utaenda kufanya study mwenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1:26 utaelewa kwamba Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura ya mfano wetu. Afu kusoma sura ya 2 anasema na tumtengeneze, akachukua dongo akatengeneza afu akapulizia pumzi. Kwa hiyo kuna terminology mbili hapo, kuhuluku na aliyekuumba. Yeye kuhuluku ni ile neno aliyekucreate, aliyekuumba. Afu hii iliyokuumba hapa chini ni ile aliyekutengeneza, he who formed thee. Umeona? Kwa hiyo yeye aliyekuumba Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, au aliyekutengeneza ewe Israeli. Sasa hapa ukiona Yakobo weka jina lako, ukiona Israeli kwa sababu huyo Yakobo na Israeli ndio huyo mmoja. Kumbuka watu wengi wakisikia Israeli wanadhani ni nchi. Kabla ijawa nchi ilikuwa ni mtu. Mtu aligeuka akawa nchi. Siku Yakobo alivyobadilishwa jina akaitwa, kuanzia leo hautaitwa Yakobo, akaitwa nchi. Yaani ndo akawa Israeli ambaye amezaa makabila 12, mtu mmoja. Kwa hiyo nchi ile unavyoiona ni jina la mtu mmoja ambaye jina lake mwanzoni alikuwa anaitwa Yakobo. Sasa anasema hapa ukisoma hivi, anza kuelewa kwa hii sura ninayokuelezea kwamba kile nilichokuelezea tangu mwanzo wakati na usema msingi wa neno la Mungu hapa, kwamba Mungu alibidi aje kwa ajili yako kukubadilisha status yako kama alivyobadilishwa huyu Yakobo. Alikuja kubadilisha status ya mdaiwa, mdeni, mwenye mateso, mwenye kuhangaika, mwenye kuharibikiwa, akaja akakubadilisha jina. Kwa hiyo hapo unapoweka jina sasa hivi, aliyekuhuluku fulani, majeshi, aliyekuumba Ernest asema hivi. Kwa hiyo anasemaje? Anasema hivi, usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako. Mungu anakujua jina lako. Anasema wewe u wangu. Hapa nikielezea kidogo uelewe kwamba Mungu anasema wewe u wangu, yani anamaanisha wewe unatokana na yeye. Wewe u mali yake. Amekukomboa, kwa hiyo wewe ni mali yake. Hawezi kukuona ukiwa uko legelege, uko kwenye mateso. Anasema sikiliza, mimi niliyekuumba, mimi niliyekutengeneza wewe. Nasema hivi, usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Utakumbuka kabisa wakati Mungu wakati Yesu anataka kuleta ukombozi, anataka kuleta wokovu kwa kanisa. Wakati anataka kuleta wokovu kwa kanisa, kipindi cha Matendo ya Mitume, ukisoma pale kitabu cha kutoka sura ni kama sura ya 7 ya 8, wakati tunasoma habari za Sauli alipokuja kukutana na Yesu. Sauli alipokutana na Yesu akamwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Ukisoma ya Kiingereza anasema mbona unanitesa? Akasema ni nani Bwana? Hakusema ni mimi akusema ni mimi Yesu. Akusema ni hilo kanisa unalolitesa. Akasema ni mimi Yesu unayenitesa. Alikuwa anajua kuteseka kwa kanisa ni Yesu mwenyewe ndo anayeteseka, kwa sababu yeye ndio aliyelikomboa. Haleluya. Akasema ni mimi. Hakusema ni hilo kanisa unalolitesa. Hakusema sijui ni fulani. Alisema ni mimi. Ina maana mtu yeyote ambaye anaenda kinyume au analitesa kanisa ameingia kwenye engo ya kumtesa Yesu. Mtu yeyote anayekuja kukutesa wewe, kitu chochote kinachokuja kukutesa wewe kinamtesa Yesu. Elewa. Paulo aliposikia, Sauli by that time akiwa aitwa Paulo, aliposikia vile
Yesu akamwambia hivi, kwa nini kutaka kupiga teke mchokoo? Yani ni ule mkuki ule. Unataka kupiga teke mkuki, kwamba nani atakayeumia? Atakayeumia ni yeye mwenyewe. Lakini nataka uelewe kwamba akisema wewe u wangu, anamaanisha wewe u mali yake mwenyewe. Wewe ni yeye. Wewe ndio una thamani ya yeye kumshusha hapa duniani. Kama kulikuwa kuna kitu cha kumleta Mungu hapa duniani, ilikuwa ni wewe. Kama kulikuwa kuna kitu cha kumfanya Mungu mwenyewe ashuke aingilie kati, ni wewe hapo. Kwa hiyo tunaposoma hili andiko, uelewe kabisa kwamba akisema maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Nasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Mstari wa 3 nasema maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Umeona? Ametoa hivi vitu vyote, ametoa mataifa kwa ajili yako. Sio wewe, sio wa kudharaulika. Wewe sio, ametoa mataifa. Anasema nimetoa Misri kwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Mstari wa 4 sasa ndio anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Haukujifanyisha kuwa wa thamani, yeye ndio aliyeiona thamani. Leo hii tukiona dhahabu iliyosafishwa vizuri, haijifanyishi. Sisi tunaiona kwa sababu ya mchakato uliopitia. Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Unajua anayeongea hivi ni Mungu, muumba mbingu na nchi. Mungu anapokuangalia wewe, akuangalii kama mtu oe hae. Anakuona wa thamani na unayeheshimiwa. Wewe sio mtu wa hovyo hovyo, ni mtu unayeheshimiwa. Mungu ndo anasema hiki kitu. Bora hata ingekuwa mwanadamu anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Uelewe kwamba wewe umependwa na Mungu. Wewe umependwa na Mungu. Wewe umependwa na Mungu. Amen. Haukuhitaji kufanya kitu ambacho kitamfanya sijui akupende. No, alikupenda. Biblia inasema tukiwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa. Hatukuwa tuko sahihi, hatukuwa tumenyooka, hatukuwa tuko tumetakasika. Kristo alikufa tukiwa tungali wenye dhambi. Kwa sababu gani? Yeye alitupenda. Biblia inasema kwa kuwa alitupenda sisi kwanza. Alitupenda sisi kwanza. Kwa sababu gani? Machoni pake sisi tuna thamani kubwa. Tuna thamani ambayo haisemekani. Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo, oh my God, anasema kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Anasema kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mtu wa Mungu, katika huu mwezi wa 11, Mungu anaachilia kibali au upendeleo wa kiungu. Divine favor. Amen. Divine favor. Yani watu wameachiliwa kwa ajili yako. Amen. Kwa sababu wewe ni wa thamani. Huu ni mwezi wa divine favor. Unatembea katika upendeleo wa kiungu. Divine favor, una kibali fulani cha kiungu. Kuna hiyo favor inayoitwa neema, ndio hicho kibali cha Mungu. Kuna hiyo favor ambayo ni upendeleo, unafika sehemu hata ujui umefanyeje, lakini Mungu anaachilia upendeleo wa kimungu juu yako. Haitakuwa na jitihada zako,
Haitakuwa sijui una nguvu zako ufanye hiki ili umpendeze mtu. Hamna, itakuwa tu umefika hilo eneo, upendeleo wa kimungu, sio wa kiwanadamu, wa kimungu. Hautakuwa kwa sababu ya qualification ulionayo. Wangapi wana qualification zaidi yako? Wangapi wana uwezo wa kufanya vitu zaidi yako? Utakuwa una upendeleo wa kimungu, utatembea katika upendeleo wa kimungu, na Mungu atatoa watu kwa ajili yako. Mungu atatoa kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mungu atasababisha watu wakutumikie. Watu watafanya vitu kwa niaba yako. Watu watakuja kukuletea msaada, hata wao wenyewe hawatajua kwa nini wanafanya. Watu watajitoa, watu watakutafuta, watu watafanya mambo mbalimbali. In the midst of many things, katikati ya mambo mengi, Mungu atakusababishia upendeleo wa kiungu juu yako. Atakusababishia kibali cha kimungu juu yako. Hautakuwa unaenda tu, utaenda kwa sababu watu watasababisha. Watu watakuja watakuelekeza, watu watakuja watakutumikia, watu watakuja watakuletea msaada, watu watakuja kwa sababu una divine favor juu yako. Mungu atakusababishia watu waje wakuletee vitu vyema, watu wakuletee habari njema, watu wakuletee taarifa njema. Katika jina la Yesu Kristo, mwezi wa 11 utatembea katika kibali cha Mungu, utatembea katika upendeleo wa kimungu. Divine favor itakuwa pamoja na wewe, utatembea na divine favor katika jina la Yesu. Utakapokuwa mashuleni, utakapokuwa makazini, utakapokuwa kwenye biashara, popote, utakapokuwa nje ya nchi, utakapokuwa popote, upendeleo wa kimungu juu yako. Watu watakuja kukusemesha kwa uzuri tu. Watu wakuu watakuja kukutafuta. Watu kutoka mataifa mbalimbali watakuja. Ukisoma Isaya 60 inasema, inuka angaza kwa maana nuru yako imekujilia. Wafalme watatoka kutoka mataifa mbalimbali, watakutafuta wewe. Wafalme watakuja katika kuangaza kwa nuru yako. Upendeleo wa kimungu juu yako. Watu watajaribu kujiuliza sana, kwani una connection au unahitaji connection? Unahitaji upendeleo wa kimungu. Na huo upendeleo wa kimungu uko juu yako katika mwezi wa 11. Huo upendeleo wa kimungu uko katika maisha yako. Na ndivyo itakavyokuwa katika kila utakachofanya. Upendeleo wa Mungu utakuwa pamoja na wewe, kwa sababu kuna ile inayoitwa, kuna upendeleo unaoitwa neema ya Mungu. Pia utatembea katika uwezesho wa kimungu. Utafanya kitu kwa namna wewe utaona ni ya kawaida sana, lakini itakuwa ina upendeleo wa kimungu. Itakuwa ina neema ya kimungu. Utatembea katika neema ya kimungu. Kazi zako zitakuwa zina upendeleo wa kimungu. Biashara zako zitakuwa na upendeleo wa kimungu. Utatembea bila kusitasita. Utatembea bila kuzuiwa. Kila utakapokuwa upendeleo wa kimungu, watu watakutafuta. Mungu atayasababisha haya juu ya maisha yako. Mungu atasababisha haya juu ya kazi yako. Mungu atasababisha haya juu ya biashara yako. Mungu atasababisha haya juu ya familia yako. Mungu atasababisha haya katika kila eneo la maisha yako. Upendeleo wa kimungu katika kila nyanja ya maisha yako. Ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Ndivyo itakavyokuwa. Mungu atakuachilia watu. Mungu atawaachilia watu juu yako. Mungu ataachilia watu juu yako, na kabila za watu. Mungu ataachilia watu juu yako. Ataachilia mataifa. Wafalme watakujia katika jina la Yesu Kristo. Hata katika huduma yako, hata katika kazi yako, hata katika familia yako, hata katika mambo ya kazi zako binafsi, Mungu ataachilia upendeleo wake. Upendeleo wa kimungu, kibali cha kimungu, favor ya kimungu, divine favor, divine favor upon your family, divine favor upon your house, divine favor in your business, divine favor katika kazi yako, divine favor in your ministry, divine favor kila sehemu utakayoenda. Divine favor itakufuata. Favor ya Mungu kila upande. Favor ya Mungu kila upande katika jina la Yesu. Favor ya Mungu kila upande katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kumshukuru Mungu kwa sababu ya kibali cha Mungu. Shekerebado shekerebarabado sheke zelebarodo kosiete shekete remando kostosia eprebele kostosia.